Naam, basi mtazamaji, kwa kina cha taarifa hizo ungana nami hadi tamati. Jina langu ni Aisha Mwajumla, naye mtangazaji wetu wa ishara ni Judith Mwamwe. Moja kwa moja katika taarifa zetu, hali ya huzuni imewafikia wanafunzi wa chuo kikuu cha Taita Taveta baada ya mwenzao kufa maji katika eneo la Members mjini Kilifi wakati walipokuwa wakiogelea kwenye bahari Hindi. Inasemekana kuwa wanafunzi hao takribani 200 walikuwa kwenye ziara katika kanda ya Pwani Kaskazini, ndipo wakaona heri waogelee katika harakati zao za kujifurahisha. Hii hapa taarifa hiyo kutoka Kilifi. Ziara iliyokuwa ya kujifurahisha na kujifunza mengi kwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Taita Taveta kimegeuka kuwa huzuni baada ya mwenzao Kevin Odhiambo kushindwa kupiga mbizi na kufa maji katika eneo la Members, kaunti ya Kilifi. Kulingana na kaimu kamanda wa polisi katika kaunti ya Kilifi, David Kerina, mwanafunzi huyo alizama hapo jana na wapiga mbizi wamekesha kutafuta mwili wake. But unfortunately, of the 50, one of them got drowned. He swam through the middle of the waters and he was not able to come back. So immediately we launched all the efforts using the local divers to ensure that we retrieve the body. All was done, but it was not, that was to no avail until today morning when we have been able to retrieve the body from the waters with the help, of course, of the divers, the local divers we have here. Caleb Otieno, katibu katika kikosi cha Coast Sea Survival, ameitaka serikali ya kaunti ya Kilifi kuwaajiri ili wafanyikishe kazi yao ya kuokoa Wakenya wanaokumbwa na majanga kama haya katika bara Hindi. Naye afisa mkuu wa kilimo katika serikali ya kaunti ya Kilifi, Baha Nguma, ambaye alikuwa katika eneo hilo la mkasa, ameeleza tayari serikali ya kaunti ya Kilifi imenunua boti 3 ambazo zitasaidia katika kukabiliana na majanga kama haya. Sisi kama kitengo tunayo maboti 3. Moja liko Takaungu, lingine liko Marereni sasa hivi, na moja ni ya kiofisi hapa. Boti ile ni ya kusaidia maneno ya surveillance katika ufuo wa bahari. Lipo kutupatia sisi usaidizi wakati unahitajika. Kazogunga, Pwani TV, habari za mambao katika kaunti ya Kilifi. Kwengineko, waziri wa mawasiliano na utamaduni katika kaunti ya Kilifi, Edmund Saburi, amejiuzulu. Haya yamejiri wakati gavana wa kaunti ya Kilifi, Amason Kingi, anaendelea kuwashinikiza maafisa wakuu wa serikali hiyo kuwahudumia wananchi vyema. Kwenye barua ambayo imeandikwa kwa katibu mkuu wa serikali hiyo, Daktari Owen Baya, waziri huyo ameeleza kuwa amejiondoa kazini kutokana na sababu za kibinafsi. Sofia Mwakio na taarifa hiyo kwa kina kutoka Kilifi. Akiwahutubia maafisa wa serikali ya kaunti hiyo wakati wa kuweka mkataba wa utendakazi, Kingi ameeleza kuwa hatakubali maafisa wazembe katika serikali yake. Serikali hii ya Kilifi haitakuwa na nafasi na wafanyikazi wazembe. So the few who think they can pull us back, the days are numbered. Hata hivyo, ziara ya gavana Kingi kwenye miradi mbalimbali ya serikali ya kaunti hiyo ilipelekea maafisa wakuu wa wizara mbalimbali kusimamishwa kazi kutokana na miradi duni na kutowajibika. Akizungumza na wanahabari afisini mwake, Baya amebaini kuwa kamati hiyo iliyoanza kazi yake mnamo mwezi Machi mwaka huu imempata bila makosa, lakini akataka serikali hiyo kutekeleza matakwa kadhaa. Siwezi sema kwamba iliathiri ufanyaji kazi wangu, manake mimi niliamini kwamba ukweli utadhihirika. Ubaya ni vile unatolewa hapa, unaenda kwa kikao kile, unazungumza hiki, lakini na wakati wako wa utendakazi unachukuliwa, unaenda kwa komiti kuelezea mambo fulani, lakini sidhani kama iliathiri utendaji kazi wangu. Lakini kwa sasa, kwa sababu jambo hili limetoka katika mabega yangu, ni dhahiri kwamba nitakuwa na mori mkubwa sana wa kutenda kazi kwa watu wengi. Sofia Mwakio, Pwani TV. Miaka 12 baadaye,
Kesi ya mauaji ya watu watatu inayomkabili afisa wa polisi hajaweza kusikizwa na hukumu dhidi yake kutolewa. Harrison Langat Kiprotich, aliyekuwa afisa wa polisi katika kituo cha polisi cha Mtwapa, anakabiliwa na kesi ya mauaji ya Koplo Jacob Nderi, Dora Wawira na Alice Kitonye mnamo mwaka 2003. Mwanahabari wetu Brandi Mwandola ametuandalia taarifa hiyo na nyingine kutoka mahakamani. Yes, Your Honor, if it should be pleasing to this court, my name is Nabwana. I appear for the three accused persons. Hakimu mkuu Diana Mochache ametupilia mbali dhamana aliyopewa mshukiwa na kuagiza kuwa atasalia kizuizini hadi pale kesi hiyo itakaposikizwa na kuamuliwa. Uamuzi wa leo ni kufuatia ombi la afisa mkurugenzi wa mashtaka ya umma Alexander Muteti kuomba mshukiwa azuiliwe, kwani alitoroka mahakama kwa muda wa miezi 6 hadi kukamatwa kwake mapema wiki hii na kufikishwa mahakamani. Kesi hii inatarajiwa kusikizwa siku ya Jumanne wiki ijayo. Wakati huo huo, katika mahakama nyingine, afisa msimamizi katika kituo cha polisi cha Kilindini Simon Simotwa amesema kuwa uchunguzi wa kwanza dhidi ya meli ya MV Daria iliyotuhumiwa kusafirisha madawa ya kulevya haikupatikana na miadarati yoyote. Simon alizungumza haya hii leo alipokuwa akitoa ushahidi dhidi ya washukiwa 9 kutoka nchini Pakistan pamoja na raia wawili wa humu nchini wanaokabiliwa na shtaka la kusafirisha heroin yenye thamani ya shilingi bilioni 1. Shahidi mwingine ambaye ni afisa mkuu katika kituo cha Mtongwe aliambia mahakama kuwa unga mweupe ulipatikana katika meli hiyo baada ya uchunguzi uliohusisha maafisa wa majini na baadaye kubainika kuwa mihadarati aina ya heroin. Kesi hii inatarajiwa kuwa na mashahidi 36 na hadi kufikia sasa mashahidi 11 wameweza kutoa ushahidi wao. Halid Ajil Mohamed na Mamur Bwanamaka kutoka hapa jijini Mombasa ni miongoni mwa washukiwa katika kesi hii. Itakumbukwa kuwa meli hii lilipuliwa katika Bahari Hindi kufuatia agizo la Rais wa nchi Uhuru Kenyatta. Swala la mihadarati limesalia kuwa changamoto kubwa, na hasa katika eneo hili la Pwani ambalo limeshuhudia idadi kubwa ya vijana wakiagamia katika mihadarati, huku jukumu likisalia katika idara ya mahakama na hata kwa walio uongozini kuona iwapo watashirikiana kupata suluhu ya kudumu. Nikiripotia habari za mwambao kutoka katika mahakama ya Mombasa, naitwa Brandi Mwandola. Usafi ni jambo muhimu na la maana kuzingatiwa. Hata hivyo, watu wengi huweza kuzingatia usafi sehemu nyingi na kusahau sehemu moja muhimu: chooni. Hii leo ikiwa siku ya kuadhimisha siku ya msala au choo duniani, mengi yamesemwa kuhusiana na umuhimu wa kuzingatia usafi wa choo. Mwanahabari wetu Muarab Mjasir alihudhuria hafla hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. With soap and water every day on 5 occasions. High five. Ni hafla ya kuadhimisha siku ya msala au vyoo duniani iliyofanyika katika eneo bunge la Changamwe, eneo la Bangla. Sherehe za kuadhimisha siku hiyo huwa kila mwaka, huku kauli mbiu ya siku ya mwaka huu ikiwa msala na lishe bora. Christopher Mwalimu, afisa mkuu kwenye Wizara ya Maji katika kaunti ya Mombasa, amesema kwamba siku hii ina umuhimu mkubwa kote duniani, huku utafiti uliofanywa ukionyesha kuwa watu bilioni 2.4 kote duniani hawana choo bora na salama. Na madhumuni ya siku ya hiyo siku ni ku create awareness ama kuhamasisha watu juu ya choo ambacho ni salama na choo ambacho ni kisafi. Vilevile aliweza kueleza kwamba ili choo kiwe bora na salama, pana mambo 5 ambayo yanapaswa kuangaliwa. Ya kwanza, choo ambacho kiko salama, wazungu wanasema kinafaa kuwa adequate, yani kinatosha kwa ile familia. Kama uko na choo lakini utakapoingia chooni kabla hujatoka, hiyo mlango imegongwa mara 10. Kuna mtu amegonga, we bado unatoa mkanda. Mwingine anagonga, sasa ile uko katikati. Kabla kumalizia mlango inagongwa tena. Hiyo choo haitoshelezi ile familia. Steve Kariuki, afisa wa idara ya fedha kwenye shirika la maji na ufanisi, amewahimiza wakazi wa eneo la Bangla
kuhakikisha kuwa wanaweka vyoo vyao safi, bora na salama. Ukiangalia mambo ya choo katika uzima wa binadamu ndio inachangia sana mambo ya magonjwa. Ukiangalia kuna diarrhea ambayo inaua sana watoto wale wamehajafikisha miaka 5. Inaleta kolera, na tunashukuru kwamba mwaka huu hata vile mvua ilinyesha mwezi wa 4, hii kijiji ya Bangladesh haikupata kolera yoyote. Inachangia mambo ya malnutrition kwa watoto, kwa sababu mtoto akiwa na shida ya tumbo, ukiwa na kolera, hata chakula ni shida. Mwarabu Mjasiri, Pwani TV, habari za mwambao. Naam, basi mtazamaji, usafi ni jambo muhimu. Tukielekea kaunti ya Taita Taveta, sekta ya elimu imekumbwa na changamoto si haba, kama wanavyoeleza wazazi na walimu kutoka kaunti hiyo. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa KNUT, Rosalia Mkanjala, alieleza idadi kubwa ya walimu katika eneo hilo wanapitia wakati mgumu na wengi wao hawapati marupurupu ya sehemu zenye hali ngumu ya kikazi, hivyo basi kupelekea matokeo mabaya ya elimu. Kufuatia idadi kubwa ya wanaume kuingilia pombe na kusahau majukumu yao, wanawake katika sehemu hiyo ya kishamba sasa wameanzisha kikundi cha kuwaadhibu wanaume watakaopatikana katika sehemu zinazouzwa pombe. Mwakilishi wa eneo hilo Juma Mwamba amewashukuru kina mama hao kwa kuamua kuwakomesha wanaume wanaokunywa pombe na kutelekeza familia zao. In Taita we buy even water. Chakula, hatuna opportunity. We have no opportunity even to go to the shamba and get maybe a few cabbages or sukuma wiki ama tuseme mahindi na kata. So the fact that kila kitu yetu tunanunua dukani na walimu wamekuwa denied mshahara, this means kwamba teachers have nothing to feed on, and even if they are back at track, this means kwamba they cannot treat well. Zaidi ninasema wazazi wamelegea katika hali ya malezi ya watoto, wamewaachia walimu. So hiyo ndio major problem. Nyingine ni ile pia wazazi kutoshirikiana na walimu vizuri vile inatakikana. Ni kama wakipeleka mtoto shuleni hawataki kujua anaendelea namna gani, so inarudi tu responsibility yote inabebwa na walimu. Na tukirejea katika kaunti ya Mombasa, Rais Uhuru Kenyatta ametakiwa kuingilia kati suala la msongamano wa magari katika barabara ya kutoka Mombasa kuelekea Nairobi kwa kushinikiza idara kuhusika kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha kuwa hali inarudi kuwa sawa. Katika taarifa iliyotumwa kwa vyombo vya habari na gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Ali Joho, hali hiyo imepelekea kudorora kwa shughuli muhimu ikiwemo biashara na uchukuzi ambazo zimeathiri uchumi wa taifa zima kwa jumla. Aidha, ameongeza kuwa hali ya msongamano wa magari kwa muda wa takribani masaa 48 katika eneo la Taru imesababishwa na hali mbovu ya barabara pamoja na kucheleweshwa kwa shughuli za ujenzi wa barabara hiyo. Vile vile Joho ameongeza kuwa msimu huu wa sikukuu kaunti ya Mombasa inatarajia kupata wageni wengi kutoka maeneo mbalimbali wanaohitaji kutumia barabara hiyo ili kufika katika kaunti ya Mombasa.